kinasema, wakati utakapokabiliana na kumbukumbu za maisha yako, wakati utakapokabiliana na kumbukumbu za maisha yako, na tuombe. Mungu mwema, Baba uliye hai, ni wewe peke yako ambaye tumekuja kukusikiliza. Tunaomba uongee nasi na Roho wako Mtakatifu atusaidie kuyafasiri maneno yako katika lugha yako, katika jina la Yesu, amen. Amen. Wakati utakapokabiliana na kumbukumbu ya maisha yako ulioishi. Ndugu zangu wapendwa, ishi maisha kama unavyoishi, tenda kama unavyotenda, waza kama unavyowaza, sema kama unavyosema, jifiche unavyoweza. Lakini ujue saa inakuja utakapokabiliana na kumbukumbu za maisha yako, kumbukumbu za yote uliyotenda. Matendo sura ya 17 mstari wa 31. Matendo sura ya 17 mstari wa 31. Msomaji. 31 Matendo 17. Anasemaje? Matendo 17:31 anasema hivi. Ndio. Kwa maana ameweka siku atakayo uhukumu ulimwengu, kwa haki, kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote udhibiti wa mambo haya, kwa kumfufua katika wafu. Mungu ameweka siku moja atakayo wahukumu watu wote kwa haki. Siku moja. Fanya unavyofanya, tenda unavyotenda, waza unavyowaza, iba unavyoweza, lewa pombe unavyoweza kulewa, zini unavyoweza kuzini, wewe iba unavyoweza kuiba, wewe baka unavyoweza kubaka, loga unavyoweza kuloga. Fanya yote machafu naam unayoweza, lakini ujue Mungu ameweka siku moja atakaye wahukumu walimwengu wote kwa haki. Wakati utakapokabiliana na kumbukumbu za maisha yako, ni wakati ambapo kumbukumbu za maisha yako zitakapoletwa katika hukumu. Wakati ambapo maisha yako kwa ujumla, wakati ambapo filamu ya mambo yako itakapowekwa mbele ya Mungu Baba, mbele ya Mungu Mwana, mbele ya Roho Mtakatifu na mbele za malaika. Wakati filamu yako itakapoweka kumbukumbu za maisha yako zote zitaonekana. Mambo uliyofanya kwa siri, mambo uliyofanya hadharani, kwamba ni mema au mabaya, yote yataonekana. Waroma sura ya 14. Waroma sura ya 14 mstari wa 10 na wa 12. Waroma au Warumi 14. Lakini wewe je, mbona wamhukumu ndugu yako? Au wewe je, mbona wamdharau ndugu yako? Kwa maana sisi sote tunasimama mbele ya kiti cha hukumu, cha Mungu. 12 anasema ni 11. Ndio.
Kwa kuwa imeandikwa, kwa kuwa imeandikwa, kama niishivyo asema Bwana, kama niishivyo asema Bwana, kila goti litapigwa mbele zangu, kila goti litapigwa mbele zangu, na kila ndimi zitamkiri Mungu, na kila ulimi utamkiri Mungu. Sikia, hakuna atakayekwepa hukumu hii ya Mungu. Hakuna. Kila mmoja lazima hukumiwe. Kwamba ulikuwa unasali ama hausali, lazima uhukumiwe. Kwamba ulikuwa unajua ama hujui, lazima uhukumiwe. Na ninaomba niwakumbushe, hata matukio ya wiki hii na mambo yaliyotendeka wiki hii na katika semina hizi, wakati wa hukumu utakutana nayo. Na unajua kwa nini na mambo ya wiki hii inabidi yarekodiwe? Kuna watu watakao sema hivi, Mungu wangu, mimi sikujua kama Sabato ni Jumamosi, na kama ningejua ningeitunza. Mungu atakuletea filamu, Mungu atakuletea kipande cha mkanda wa matukio ya juma hili, na wakati fulani utaonyeshwa ukiwa umekaa kwenye kona fulani ukiwa unasikiliza, na mawimbi ya sauti yaliyokuwa yanaangukia masikioni mwako yatarekodiwa, yataletwa. Mahali fulani tulifanya mikutano kama hii, wananchi wakasema hivi, hatuji kusikiliza. Tukasema sasa sikia, ngoja tuwamalize. Tukafunga loud speaker ambazo zinavuka eneo hilo tunalohubiria, zinapeleka hadi kijiji cha 3. Wengine wakasema ili tusisikilize, twendeni kwenye mashamba. Tukaelekeza huko loud speaker, inapiga hadi kwenye mashamba, inavuka hadi chini ya milima. Yaani mtu yuko shamba, anaamulia humo shambani kuwa msabato. Naleta mchezo wewe. Anatoka shamba moja kwa moja kupitiliza kwenye mkutano, niandikeni na mimi nimekuwa msabato. Amina. Tukuandikeje wakati ulikuwa usikilizi? Nilikuwa nasikiliza. Wapi? Shamba. Akikwambia shamba kwenyewe Nyamidaho karibu, na alikuwa anasikilizia huko. Yaani ni hivi. Nyie watu wa Sabato hapa Mvugwe, tengenezeni mitambo ile na nguvu, kiasi kwamba mtu aje hapa asije chumbani kwake humo mahubiri yanamfuata kwenye kitanda, ili sawa kuhukumiwa asije akasema sikusikia. Ataletewa mawimbi ya loud speaker chumbani, na ataulizwa, hapa ni nani alikuwa anasikiliza? Hauna usalama. Uje usije, naomba niongee na nyie mnaosikiliza saizi huko nyumbani. Bwana awabariki huko, kaeni makini kusikiliza. Haijalishi kwamba mmekuja au hamjakuja, huko Yesu anakutana na nyie. Na kumbukumbu hizi zitaletwa kwamba si ulikuwa umekaa mlangoni pako unasikiliza, unasemaje huvijui? Kaa huko. Ya Bwana asifiwe. Amina. Haleluya. Amina. Wakorintho wa pili 5:10. Wewe unacheza na Yesu wewe, unafikiri ni mjomba au shangazi? La. Korintho wa pili 5:10. Anasemaje? 5:10 wa Korintho wa pili anasema. Bado sipende. Fika sasa. Anasema kwa maana. Ndio. Twende. Kwa maana imetupasa sisi sote, ndio, kudhihirishwa mbele za kiti cha hukumu, ndio, cha Kristo. Sawa. Ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili, ndio, kadiri alivyotenda. Sawa. Kwamba ni mema au ni mabaya. Naam. Tosha. Anasema imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu, kuwekwa, kusimamishwa, kupelekwa mbele ya kiti cha hukumu, ili kila mmoja ahukumiwe kwa kadri ya mambo yake, kwamba ni mema au ni mabaya. Pata haki yako. Kwa hiyo hakuna atakaye kuepa na kupona hukumu hii. Kila mmoja lazima ahukumiwe.
Nimeshakwambia kwamba unasali ama hausali utahukumiwa. Na kuna wengine wanasema mimi makanisa yananichanganya, ngoja tu nikae nyumbani. Huko nyumbani utahukumiwa. Kwa nini ulikaa? Mimi alinichanganya. Alikuchanganya kwani ulikuwa usikii na kuelewa? Ziko hukumu za aina 3 zinazofanyika kwa mtu mmoja. Hukumu za aina 3. Hukumu ya kwanza ni hukumu ya upelelezi. Hukumu ya upelelezi. Yaani nikwambie hivyo unavyoamka, unavyokwenda kazini, unavyorudi kulala na yote unayofanya, mbingu zinakupeleleza. Unapelelezwa. Hukumu namba 2. Hukumu ya kupitia ama kuchunguza hizo kumbukumbu zako ulizopelelezwa zikaandikwa. Wanapitia maisha yako. Na moja nikwambie, inawezekana usiku wa leo wako wanashughulikia jina lako. Maana wewe wakati unalala mbinguni hawalali. Ni saa zote kazi tu. Kwa hiyo inawezekana usiku wa leo wako wanachunguza jina lako, wako wanachunguza matendo yako, wako wanachunguza tabia zako. Swali la msingi ni hili hapa. Ikiwa ndio usiku wa leo wanashughulikia jina langu, ni mambo gani watakayokutana nayo? Ni mema au ni mabaya? Ndilo swali la msingi. Na lazima usiku wa leo kabla hatujaenda kulala tutoke hapa tumefanya maamuzi ya kumchagua Yesu tena upya. Hukumu namba 3 ni hukumu ya kukata kesi. Uamuzi kwamba huyu ziwa la moto, huyu mbinguni. Waebrania 9:27. Waebrania sura ya 9 mstari wa 27. Waebrania 9:27 anasemaje? Waebrania 9:27. Ndio. Waebrania 9:27 anasema hivi. Anasemaje? Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa kinachofuata ni hukumu. Sikia, ukishakata roho tu wakasema amekufa, faili lako la kumbukumbu zako linafungwa. Wanachofanya mbinguni ni kuangalia umekufa kufaje, umekufa katika hali gani, ukiwa mdhambi au ukiwa umetakasika. Ndicho wanaangalia. Na hapo wanafanya maamuzi kwamba huyu fulani bin fulani kwa namna alivyokufa hivi, huyu ni wa kuurithi uzima wa milele, au huyu ni wa kwenda ziwa la moto. Wanamaliza umekufa kufaje. Na hapa ndipo naomba niwakumbushe wale ambao mnapenda kuombea maiti, wale mnaopenda kuombea wafu, wale mnaopenda kuombea waliokufa. Sikia, unapoombea maiti isamehewe, huo muda unapoteza wa bure. Na ndio maana mmoja jamaa yangu mmoja Muislamu aliandika hivi: swali kabla hujaswaliwa. Maana wanaweza wakakuswalia wakiwa wamechelewa, na hivyo swali mwenyewe. Sikia, ikiwa wewe mwenyewe ni mvuvi, hicho Kiswahili hakijakaa vizuri. Ikiwa wewe mwenyewe ni mvivu, naam, kimekaa vizuri. Haleluya. Amina. Wa kujiombea mwenyewe kwa Mungu,
na kufanya toba na maungamo, ukitegemea utakapokufa kuna watu watakusalia umepotea milele. Na hapo ndipo sasa jamaa anasema, mbona wewe unatuhukumu sana? Tulia. Na hapo ndio umefika penyewe mahakama kuu ya kanda ya mbinguni. Naleta mchezo. Ikiwa hautajisalia mwenyewe, ukajiombea mwenyewe, ukaungama dhambi zako mwenyewe, ukaomba msamaha kwa Mungu mwenyewe, na ukafa na dhambi zako, hakuna atakaye kuungamia wala hakuna atakaye kuombea. Na hapo ndio umepotea. Tangazo. Tangazo. Wakati huu ukiwa mzima leo, fanya mapatano na Mungu. Haleluya. Amina. Wakati huu ukiwa mzima usiku wa leo, tengeneza mambo yako na Mungu. Maana kuna hatari ukienda kulala leo ukalala kimoja, kesho tutakuwa tunakuzika. Ndio. Si nishawaona wengi anaingia kulala kwenye neti, asubuhi tunaenda kutoa tunapakia kwenye sanduku. Na hivyo usiingojee kesho, kwamba kesho ndio ndafanya matengenezo. Unaweza kesho usiione. Tukawa tunachinja kuku zako na mbuzi zako tunakula. Ndio. Kwa hiyo watu wamewekewa kufa mara moja, na baada ya kufa hukumu. Msomaji? Nipo. Soma Mhubiri sura ya 12. Halafu usome pia mstari wa 12 mpaka wa 14 kama upo, na kama haupo utaviacha. Mhubiri sura ya 12 anzia mstari wa 12. Biblia inasemaje? Mhubiri 12 mstari wa 12. 12. Twende. Anasema tena zaidi ya hayo, mwanangu, kubali maonyo. Hakuna mwisho wote wa kutunga vitabu vyote. Sawa. Na kusoma sana kuchosha mwili. Twende mbele. Ndio maneno yote yamekwisha sikiwa. Sawa. Mche Mungu. Ndio. Nawe uzishike amri zake. Maana hii ndio impasavyo mtu. Sawa. Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi, pamoja na kila neno la siri, ikiwa jema au likiwa baya. Mungu ataleta hukumuni. Hakuna litakalo ponyoka. Hata lile ulilofanya ukiwa peke yako, kukiwa hakuna anayekuona, kwenye hukumu utakutana nalo. Hata lile mlilofanya wawili mkafikiri ni siri, na kwa kweli hakuna mwanadamu aliyewaona, mlikuwa nyie wawili tu, kwenye hukumu picha itasoma. Hakuna siri pale. Mhubiri sura ya 11 mstari wa 9. Mstari wa 9 na Mhubiri 11:9. Wewe kijana wa mkubwe, ufurahie ujana wako. Furahia ujana wako. Na moyo wako ukachangamke. Siku za ujana wako. Ndio. Ukaziende njia za moyo wako. Sawa. Na katika maono ya macho yako. Sawa. Lakini ujue wewe kijana ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Na mambo yako yote ya ujana. Kaa chonjo. Fanya mbwembwe zote za ujana, ila uwe umejua yanarekodiwa, na utakutana nayo saa ya hukumu. Mengine wewe utakuwa ulishasahau, lakini mbinguni kila kitu hadharani. Msomaji? Nipo. Tusome mafungu matatu alafu tuombe twende zetu. Haya. Sasa saa hizi
Soma kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 20 mstari wa 12. Ufunuo 20:12. Soma. 20 sura ya 12 kitabu cha Ufunuo. Kinasemaje? 20:12 kinasema hivi. Ndio. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo. Wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi. Wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi. Na vitabu vikafunguliwa. Na vitabu vikafunguliwa. Na kitabu kingine kikafunguliwa. Na kitabu kingine tena kikafunguliwa. Ambacho ni cha uzima. Ambacho ni cha uzima. Na hao wafu. Na hao waliokufa. Wakahukumiwa katika mambo yote. Wakahukumiwa katika mambo yote yaliyoandikwa katika vile vitabu. Yaliyoandikwa katika vile vitabu. Sawa sawa na matendo yao. Sawa sawa na matendo yao. Fungu la 13. Achana nalo kwanza. Sikia ujumbe. Kuna aina zifuatazo za vitabu mbinguni. Narudia. Kuna aina zifuatazo za vitabu mbinguni. Kitabu namba 1 ni kitabu cha kumbukumbu za maisha yako. Kila kitu kinarekodiwa pale. Na ninaomba niwe nimekuambia mapema, kila mwanadamu aliyeko duniani, mkubwa au mdogo, kakabidhiwa malaika wa kurekodi matukio anayoyafanya. Kila mtu mkubwa kwa mdogo, una malaika anakufuata popote unapokwenda. Popote. Hata uingie kwenye shimo, munaye. Ukipanda kwenye dari, munaye. Ukiingia kwenye shamba la mtu kuiba, yupo. Ukiingia kwenye gesti kwa ajili ya zinaa, ana wewe tu. Na hivyo hakuna tukio unalofanya lisirekodiwe. Na ngoja niwaambie, kama tungepata bahati tumuombe Mungu awe anatuonyesha kila mmoja matukio ambayo umekwisha fanya tangu umezaliwa hadi leo, wengine mngeanza kulia machozi. Kitabu namba 2 ni kitabu cha hukumu. Kitabu ambacho kina rekodi orodha ya majina na matatizo yao hao watakao kwenda motoni. Jina, tatizo linalokupeleka motoni. Jina, tatizo au matatizo yanayosababisha uhukumiwe kwenda ziwa la moto, vinaandikwa humo. Kitabu namba 3. Kitabu namba 3 ni kitabu cha anwani. Kitabu cha anwani. Kitabu cha anwani unajua ni cha nini? Kinaelekeza ulikuwa unaishi wapi na uliishi tena wapi na baadaye ukahamia wapi. Kina rekodi. Yaani ukihama hapa Mvugwe, ukihamia Kasulu, kumbukumbu zako zinaingizwa. Kahama Mvugwe, kahamia Kasulu. Na unajua hizo kumbukumbu ni za nini hizo anwani? Wanataka kujua hayo maeneo ulioyaishi duniani, injili ya milele ya kanisa la Mungu la Wasabato ilifika na hapo, ili utakapowaletea vini macho na mbwembwe, unajua Mungu, mimi sikuwa nimewasikia Wasabato wakiniambia. Unaulizwa, si ni wewe ndiye fulani? Ndio. Si uliwahi kuishi Mvugwe? Ndio. Na Kasulu ukaishi? Ndio. Na Kahama ukaishi? Naam. Haya, fuata matukio haya. Hapa ndio Kasulu. Wakati ukiwa Kasulu, si ndio mkutano wa Wasabato? Ndio. Si ni wewe huyu? Kwa nini unasema ukusikia? Twende. Hapa si ni Mvugwe? Ndio. Si ndio mkutano wa Wasabato? Naam. Huyu anayeonekana hapa si ni wewe? Ni mimi. Twende. Hapa si ndio Kahama? Si ni mkutano wa Wasabato? Ndio. Hapa si huyu anayeonekana ni wewe? Ndio. Unatuambiaje ukusikia? Ndipo Biblia inasema watu watakuwa wanasema,
ni za kweli na za haki hukumu zako, Mungu mwenye enzi. Kitabu cha 4 cha mwisho ni kitabu cha uzima, kitabu ambacho kinaandika majina ya watakao urithi uzima wa milele. Na ombi langu jioni ya leo kwako ni kwamba omba uandikwe kwenye kitabu hicho. Omba uandikwe humo. Lilia kuandikwa humo. Amina. Pambana uandikwe humo. Amina. Gombania mpaka uandikwe humo. Amina. Ikiwezekana hata kula ugali acha kula mpaka wamekuandika. Amina. Fungu la mwisho. Fungu la mwisho. Yohana sura ya 5 mstari wa 22 na wa 27. Yohana sura ya 5 mstari wa 22, alafu utaruka usome na wa 27. Twende. 22 Yohana anasema hivi. Tena Baba hamhukumu mtu yeyote, bali amempa mwana hukumu yote. Bali hiyo kazi ya kuhukumu amemkabidhi mtoto wake Yesu. 20 ngapi? 27. 27 anasema hivi. Anasemaje? Naye akampa amri ya kufanya hukumu kwa sababu ni mwana wa Adamu. Ya kufanya hukumu kwa sababu, naomba uzingatie hicho Kiswahili, nitakielezea ninapomalizia. Ya kufanya hukumu kwa sababu ni mwana wa Adamu. Fungu limeisha. Sikia ujumbe. Kwa nini Baba hafanyi yeye hukumu, anamkabidhi mwana? Hafanyi yeye hukumu, anamkabidhi mwana kwa sababu mwana ndiye aliyekaa na sisi akaona taabu zetu. Kwa sababu mwana ndiye aliyekaa na sisi akayaishi maisha haya. Na hivyo huwezi kumdanganya Yesu chochote. Ukimwambia majaribu, anakuambia na mimi niliyapitia na nikayashinda kwa kumtegemea Baba. Na ndio maana amekabidhiwa kuhukumu. Unajua, mtu mmoja alisema ukitaka kuwa hakimu mzuri, kwanza ufungwe gerezani hata miaka 10, ukitoka ndio uwe hakimu. Wewe ndio utakuwa hakimu mzuri. Maana unaelewa, ukisema unakwenda jela miaka 7, unapaelewa jela penyewe panafananaje. Kwa hiyo Mungu Baba kamkabidhi mwana Yesu Kristo ili awahukumu hao aliokaa nao duniani zaidi ya miaka 30. Ukimwambia changamoto za duniani anasema nazijua. Lakini kwa nini ukutunza Sabato? Mimi mashamba ndio alikuwa yananibana. Sikia, mimi mwenyewe baba yangu alikuwa ni mkulima. Ndio utaelewa. Usiku wa leo naomba nimalizie kwa kusema neno hili. Kuna watu ambao wanajichanganya pia. Hawataki kumkubali na kumwamini na kumfuata Yesu Kristo. Sawa. Ila wito wangu jioni ya leo kwako, mkubali Yesu. Amina. Unajua kwa nini umkubali? Yaani umkubali usimkubali, ndiye atakaye kuja kukuhukumu. Ndiye huyo anayekuja kukumaliza. Ndiye huyo anayekuja kukuambia utaurithi uzima wa milele. Wangapi usiku wa leo wanasema Yesu wangu nisaidie. Ninaomba uniwezeshe kusimama imara katika dunia hii, ili utakapokuja mimi niwe miongoni mwa watakao urithi uzima wa milele. Ili unapofanya hukumu mimi niwe miongoni mwa wale ambao utawatetea. Anasema hivi Yesu, mtu akinikiri mbele za watu, na mimi nitamkiri mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Kuna saa majina yatakuwa yanatamkwa ya watu wakati wa hukumu. Yesu anasema huyu mtu simjui. Na kwa nini anasema simjui? Na yeye mwenyewe huyo mtu alinikataa mbele za watu. Kuna wale wanaoogopa kuwa wa Sabato kwa sababu wanaogopa macho ya watu.
kwamba sasa nikiwa msabato mke wangu itakuwaje, sasa nikiwa msabato mume wangu atanielewaje, sasa nikiwa msabato jirani zangu watanielewaje, sasa nikiwa msabato wakwe watanielewaje wakwe, sasa nikiwa msabato mama yangu na baba yangu watanielewaje. Yesu anasema mtu akitaka kunifuata sharti awachukie mama yake, baba yake, ndugu zake, wakwe, awachukie. Usiku wa leo wangapi wanasema Yesu wangu, naomba unipe uwezo wa kukuandama na kukufuata, ili wakati wa hukumu pia unitetee Yesu wangu. Simama kama ndio wewe, simama. Sikia maneno haya. Yesu ndiye aliyekufa msalabani kwa ajili yangu na yako, na yeye ndiye anajua gharama yako, yeye ndiye anajua thamani yako. Hakuna mwingine anayejua thamani yako wewe, wengine hao wanakudanganya. Na huyo Yesu ndiye ambaye usiku wa leo anakuita akisema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ikiwa kuna mtu mmoja anasema, Yesu, mimi na mizigo yangu naomba unipokee, inua mkono wako uliposimama. Kwa nini usitembee uje mbele? Tuombe pamoja. Bwana akubariki unapokuja. Bwana akusaidie. Amina. Bwana akupe nguvu. Bwana akufunulie. Amina. Bwana akuonyeshe njia. Amina. Bwana akukomboe. Amina. Unajua kuna saa inafika, inabidi ukubali wewe peke yako kumchagua huyu Yesu msabato. Na unaweza ukajiuliza, mbona wao wasabato na hili lisabato wanalikazania sana? Sikia, pambano la shetani ni juu ya sabato, maana anajua sabato ina historia kubwa. Umo ndani ya sabato ndio inakumbusha uumbaji, lakini anajua humo kwenye sabato ndimo kuna muhuri wa Mungu, yani sahihi ya Mungu kwenye amri 10 iko kwenye amri ya 4. Na hivyo usishangae sana hivi hawa sabato na hili li sabato mbona wamelishika sana. Tulia, shikamana na Yesu, atakufunulia upana wa sabato. Usiku wa leo ninapoomba, ikiwa ni kusudi lako kumwambia Mungu wangu nisaidie nisonge mbele kukuandama, nikiendelea kukuamini, nikishika amri zako 10 na sabato ikiwa mstari wa mbele, ina mkono wako wa kuume ninapokwenda kuomba. Baba mtakatifu, asante kwa ajili ya watu wako. Amina. Asante kwa ajili ya neno lako. Amina. Asante kwa ajili ya mikutano ya leo. Amina. Ombi letu usiku wa leo, wakati wa hukumu, sisi hawa na wale wengine waliosimama kule katika nyumba zao, tuonekane majina yetu katika kitabu chako cha uzima. Amina. Asiwepo mtu ambaye kumbukumbu za maisha yake zitamkwamisha, zitampeleka katika ziwa la moto. Kila mmoja kumbukumbu za maisha yake zionyeshe ya kwamba aliishi akilitukuza jina lako. Amina. Na hivyo tunaomba usiku wa leo, utusamehe dhambi zetu. Amina. Utusamehe uovu wetu. Amina. Utusamehe makosa yetu. Amina. Ututakase kwa damu yako Yesu. Amina. Tufae kuitwa wana na binti zako. Amina. Usiku wa leo tunapokwenda kwa mapumziko, tunaomba ututunze salama usiku wa leo. Amina. Alafu kesho asubuhi, utulete katika ibada takatifu ya siku ya 7 ya juma, sabato Jumamosi. Amina. Tulete ili tukuabudu Yesu wetu. Amina. Bariki yule kaka, bariki na yule dada, bariki yule baba, bariki na yule mama, bariki wale watoto wadogo, wafunulie zaidi wa kuone Yesu Kristo. Amina. Neema yako imtoshe kila mmoja, na baraka zako ziandamane pamoja naye mahali anapokwenda kulala usiku huu. Tuma malaika wako wakamtunze salama hadi kesho. Amina. Katika jina la Yesu, amen. Amina. Tangazo la habari njema ni kwamba kesho saa 3 kamili asubuhi tutaanza semina katika viwanja hivi.